Jana nafikiri ama leo wabunge walikuwa wanaapa, walikuwa wanakula viapo bungeni. Sasa kwenye viapo kuna wabunge ambao wawili wanajinasibisha na Uislamu, wamevaa nywele ndefu, mawigi, wamejipodoa na kucha ndefu, wamevaa wakiwa wapo uchi, wamekwenda kuapa wakiwa wameshika vile vitabu, wameshika Qur'ani, lakini wapo uchi na mawigi wamevaa na wameshika Qur'ani. Wallahu aalam, sijui, inawezekana pengine hata wakawa kwenye ada zao. Kama ikiwa mtu anaweza kushika Qur'ani akiwa yupo uchi na mawigi, manake mtu huyu anaweza kuishika hata akiwa kwenye ada yake akawa hajali. Sasa kitu kile nisipokisema naona nitaumwa, na nimekiona kimetokea. Kusema ukweli, sisi Waislamu tuna dharau Qur'ani yetu, na wale ambao wasio Waislamu waifanyaje? Wabunge hao ndio tumewachagua kwa wabunge wa nchi kuja kuongoza, na wanajinasibisha kwa ni mabinti wa Kiislamu, lakini cha ajabu wameishia Qur'ani bila ya heshima na kuipa ile hadhi yake. Ajabu, ukirejea kwenye clip mbalimbali utaona zimekatwa, zimewekwa namna walivyoishika na namna walivyokuwa wanaapa. Wameidhalilisha Qur'ani. Kule ni kukidhalilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani haishikwi vile, Qur'ani haishikwi vile, na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema la yamassuhu illa taharun. Haishikwi Qur'ani, haiguswi, sio kushikwa, haiguswi isipokuwa na mtu awe katika hali ya utahara. Mtu yuko uchi na shika Qur'ani. Kwa hiyo hii ni message pia tunawatumia wale wabunge kwamba wanafurahia wako bungeni wanapigwa picha wameshika Qur'ani na nini, lakini Qur'ani sio kitabu cha urembo kwamba mtu kashika anapiga nacho picha hivi watu wakamtoka kwenye magazeti. Sio kitabu cha urembo. Yale ni maneno, ni kalamullah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ndio maana unakuta wanashika vitabu wanaapa, lakini bado wanakwenda kufanya ufisadi. Unajua, ukishika Qur'ani kisha ukaapa, kile unachokiapa unatakiwa kutekeleza kile ni kiapo umechukua baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ajabu ni kwamba wanaapa na bado wanakwenda kufanya ufisadi watu. Ndio maana wakati mwingine unaona madhila na shida inatokea katika nchi, kwa sababu viapo watu wanakula, wanashika Qur'ani na mwisho wa siku hawatekelezi viapo vyao. Sasa nimeona nisipolisema hili nitaumwa, na hii message najua itawafikia wale madada, watoke waombe radhi na wamuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza wametukosea sisi kama Waislamu, wametudhalilisha, lakini pia wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanye istighfar, lakini pia waombe radhi kwa kitendo kile, kwa kukidhalilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise wako baadhi ya watu walidiriki kufanya kama vile kukidhalilisha kitabu cha Allah.